aliyoweza kushika kulinda. Yesu yawasizeho kujenumero linda. Ambaye ama kwa kazi fulani, kani ikoga mnaka. Najua ukiwa sehemu fulani kile mkulanga mnaka, ni lazima uelewe kwa nini uko hapo. Ukile kutanga ni tuki kulingana. Kama uko ndani ya nyumba, ni lazima uelewe uko ndani ya nyumba. Nima ulimo urapie kutanga Mungu. Au kwa nje, hivyo lazima uelewe kwamba uko nje. Kama kampuni hawana kutawe kinande. Sasa kufuta maneno ambayo sio mageni kwako. Tunataka ya majambo atani masasa kiwewe. Sasa zingine ya soka asubuhi au jana au usiku. Bila sio tukawaya kwenye kitongo sana tuanze. Ama mlia nasoma kushirikiana na ndugu na kubarikiana kwa safari ya kwenda mbinguni. Sasa wale yasomye kwa kanya na Yesu kuteambia ndio kama hiyo. Ama uliyasikia kwa njia moja ama nyingine. Sasa wale yindi ndio kama Mungu. Haleluya. Tunasoma katika Injili ya Mathayo. Tunasoma kitabu cha Mathayo. Kama unavyosema waandishi wa Mathayo, huku ni Mathayo ya wote, lakini mwendaji wa maneno hapo tunasoma Bwana Yesu. Na Yesu ndiye mwanzilishi wa kanisa. Kani Yesu na ndiye kichwa cha kanisa. Na ndiye anayedhibiti mamlaka yote ya kuzimu. Na Yesu ambaye alikuwa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Na hatimaye tukapenda kukaa pamoja naye wale waliotajwa. Kandi Yesu kuwa nawe Tabu moja hamna. Mathayo no kitabu ya kwanza hadi ya 8. Baada tutayarudia baadaye. Naamini kwamba wewe na mimi tutabarikiwa. Kwa baraka hizo tutakumbushwa wajibu wetu katika kanisa au katika Ukristo. Somaji somo. Msomi atusomele. Nayo chakataramu kwa kuendesha kumani na msibo. Abo ndoshiyemo umusozi. Maze kwicara arigisha wiwe baramwegera. Yandika kuvuga arigisha. Hanyuma abo gukina kugana bwo mujuru aruka. Hanyuma abatuye kuko nabo bazokwiye. Hanyuma abatekereza kuko nabo bazorabisa. Hanyuma abasizana n'ibitekerezo nabo bashobora. Hanyuma abatumva amazi hanyuma bazozwiga. Hanyuma abasizana kuko nabo bazorabisa. Ndio mstari wa 3 na wawili. Wakati tunawakani kwa roho msina ni kuganza mji aruka kwa watu kwa wasomi bariki mwanako kwa watu wako ijambo lao na litumize kwa kuja kwa Yesu na isite ndiko kwa kushika kwa Yesu. Amen. Amen. Kanisa la watakatifu limewekwa kwa lengo fulani duniani. Kama umepata neema ya kuwa kanisani, na zaidi ukiwa umeokoka, mambo mawili. Unaweza kuwa kanisani, lakini hauko miongoni mwa watakatifu, na hauko miongoni mwa wale wanaokwenda mbinguni. Unaweza kuwa kanisani, na wewe ni mmoja wao wanaokwenda mbinguni.
Nataka kuzungumza na watu walio kanisani na ni watakatifu. Na kwa njia hiyo wajibu wetu. Haleluya. Haya ni mazungumzo ya Yesu na mkutano. Toka hii sura ya 5 hadi sura ya 8. Sema kwamba ni mafundisho ya Yesu mlimani. Akiwa ameketi pamoja na mkutano. Akasema akitulia, haiko naenda, iko sehemu moja. Na watu waliompenda Yesu na waliomfuata kwa njia tofauti walikaa pamoja wakasikiliza maneno ya Yesu. Hawa ni watu ambao alikuwa anawaandaa kwa kazi iliyoko mbele yao. Hapa lazima uelewe kwamba kuna sababu uko hapa. Ili uende kazini lazima ufundishwe habari ambazo zinahusiana na kazi utakayofanya. Hawezi kufunza ukulima. Na ndiyo maana Kristo halisi anayekwenda mbinguni ni lazima awe wajibu wa kazi. Wiki ile iliyopita niliongea na ninyi neno la Mungu. Niliwaambia huduma ya Roho Mtakatifu kwa kanisa au kwa watakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu ni mhusika mkubwa wa uongozi kwa watu wanaokwenda mbinguni. Akahusika kuliko mimi, akahusika kuliko huyu, akahusika kuliko wale. Hata sisi kwa muda fulani tunaweza kuachana, lakini Roho hawezi kupata hata milimita moja ya kujitenga kwa uzuri au kwa ubaya. Ndio maana hayo na mimi na jamaa kwa yaone. Akaona akatengeneza. Akasikia anaanza. Tunapita kushoto, tunapita kuume, tunaenda mbele, tunarudi nyuma. Tunafikiri salama. Lakini Mungu anakufuatilia kila hatua inayokuwa na kila neno na hadharani macho ya Bwana na masikio ya Bwana popote kulipo, hakuna kukosa lezo ya Mungu inapita. Kanisa la watakatifu wa Kristo, Mungu ama Kristo mwenyewe ameliweka duniani kwa sababu maalum. Sio bahati aliyowaita aje. Hebu tuone kwanza mstari wa 3. Inasema heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao.
igihe yagira 10 ariko wasanga ushoboye gutanga yatanga uruseteruke bihera. Hiyo ilikuwa ni ufunguo wa kufungua umaskini na mateso na taabu katika maisha ya waamini. Atuwewe kufunguo kukura ingorane tulio utandukanye kuhize. Kwa sababu wa nini wa maskini? Atawa kumiende bravo. Na wa maskini ndio kule wa wapenda. Hapo lima ni kunda. Ego hilo wa maskini vibaya. Lakini maana ya neno hili inasema kwamba heri wa maskini kiroho maana ufalme ni wao. Neno hili lina maana gani? Neno hili linaonyesha kutokutosheka ama kutokushika kutaka Mungu. Ndio maana Paulo aliwaambia kwa hivyo. Akasema anayedhani kwamba anajua hajajua kumpasavyo kujua. Hata baada ya umaskini wa kiroho kwamba kila asubuhi, kila mchana, kila jioni, kila usiku kuna mambo muhimu katika ufalme wa Mungu ambao hautaupata. Haleluya, haleluya. Ili uwe mwenye haki lazima uwe na njaa ya kufanya uwe mwenye haki. Ukisikiliza kitu hiki unatakia mgoro. Hiyo ni lazima ikusukume kumkaribia Mungu na kutafuta kuyafanya mapenzi ya Mungu. Hiyo ndio kusikia rejea na kutoa mzimango. Jumapili iliyopita kabla ya hii ya jana. Ili ya jana niliwaambia huduma ya Roho Mtakatifu ni kwa sababu moja kuwezesha watakatifu kushuhudia habari njema na uzima wa Mungu. Mwisho ya kushirikinaje kutuagiza kuzidawi kwa pili. Sasa ikutuwezesha kuyajua mambo yaliyomo katika moyo nukukichoza kumenya ili kutima wima. Amen. Basi tunadai kwa kweli dari kuumba kwa hayo mambo ziko na mapine ziko na mafuta ndani ya moto ziko na dokima karatasi za jambo la serikali lakini kama sio tunapokuwa haki hata mambo ya gari hakuna mtu anaweza kuingia ndani ya gari na unasema mimi ya kutoka halina mafuta haina karibu yako ingawa na pile ingawa na kitu lakini kuna sababu haikualima unasababisha ndani sitoke alimani tunani kwa sababu ya hiyo tukitegemea Basi ya Mungu ipo duniani na hakuna mtu mwingine awezaye kufanya isipokuwa wewe na mimi. Ikikutasima kilimi naoni machoro ulipo na hatari wewe na mimi. Kwa hiyo kazi yote lazima uwe na njaa inayokusukuma kwa hiyo kazi. Kwa kitu chochote kupile kuinza ikusudi ya kweli. Kama wewe unafunga kwa hiyo kunyesha lazima uwe na bidii ya kwenda shule. Kwa hiyo kunyesha iwe taarifa iwe mbaya. Lazima upate muda wa kurudia yale mwalimu aliyofundisha ili upate kufaulu katika mitihani. Ndio maana Yesu akakaa na wanafunzi wake. Akawaandaa
Unajua katika hii safari ulionayo wewe Mungu ndiye kile mnatoa yanayotumika katika kuta ya hiyo sababu tunachoumiza moyo ukikala mti tunalazimisha ukiona kwa kawali mti atazima. Yesu alikuwa tuandaa anawaambia hivi uache kwa anasema heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Hakuna kali kama hapo miti ukugana kwa miti na utao. Ndio kwa sababu kula sana. Mimi ndio kama usi hizo. Hapa tunahitaji kutafuta na ndio ndio kama ndio Inge. Ndio Noma nado zako. Nimeshiba. Sasa kula nimeisimamisha. Mbele tumbo na kungurani. Kama hauna njia kutambua mtakatifu. Hivi ndio mtakatifu. Na maisha ya Kristo. Kandi usinapokuwa mke. Maisha ya kuwa shahidi wa Injili na ufalme wa Yesu. Kuwa usinapokuwa mtao unachukua kizana Yesu. Maisha ya kuwa kile ambacho kwa muda nitakuja kukwambia. Usinapokuwa bila kutoa. Lazima yeye yamejaa njaa. Bisabu uzima. Mpise nyo kamba kwa ajili ya maisha ya wokovu. Kuko usimangani kwa ajili ya maisha ya mtakatifu. Kuko wao umrudisha kutuwezesha kutembea kwa Mungu. Mchezo utotuma pia atakuwa watu wako. Hapo ni kwa kuna kitu muhimu mbele yetu. Akitaka matakeleo kuliko kuhubiri kanisani ama kuimba. Kilele kuhusu msengeo tani kulima mtende. Mstari wa 4 anasema kwa watu wa Mungu. Haleluya. Anasema heri wenye huzuni kama hao watafarijika. Heri wenye huzuni. Hapo hadi kwa watu ambayo watoki utumu kwani katika wale panda mbele wakija uchungu na uchovu watakuja miganda ya mavuno watakuwa mkulisa kwa wata kulima ugazina babaye akijeta pindura basoda kuzuye kurete taka niwaambie wangu wamewambie wangu ili uyaishi maisha ya utakatifu yanayokuwezesha kutembea pamoja na Mungu. Ni lazima uwe umejaa vizuri. Haya yasiwepo na haya yasiwepo na haya yasiwepo, haya yawe hivi, kwa sababu kuna uchungu wa Roho Mtakatifu ndani ya maisha. Kukia kushoe kwao uzima kwa kuwa hata kukungorozi ukikuwa uzuye uimbaa na ukiile na watu wana huzuni ya roho. Hawa sehemu wao wanagusa moyo kakura msimamima. Amen. Haleluya. Haleluya. Hapa kuja kanisa nao mte ni lazima ieleweke ni shabaha gani inayoeleweka. Bila hii kujitauka ni mderoki ni kutunda kote. Kwa kukomboa muda wetu. Umamite. Kwa kukomboa muda wetu. Kuchunga maana wa ili tuingie kile cha ujumbe wetu. Kukia kufikie asimu tumaga kanisa la watakatifu. Isiyo dawa hapa wa Kristo. Yaani awake waliokoka na kushukuru sana. Kijana na neno la Mungu kwa kuzalisha na kuongoza roho. Lazima wao na maisha ya aina hii. Kwa kuja usimameni mtani leo hata kuwafundisha akawaambia sasa wao ni kitu gani katika dunia walio. Amalii za aende kuja sababu ya leo mundiki mlindo. Amen. 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 Ndega tuliki mlindo. Somea mstari wa
dusome ko mu Watakatifu umunyu w'isi ariko umunyu iyo ushyize uburyohe uba ukiryoshya n'iki ntacyo uba ukimaze atari gutanga hanze ugatangarirwa n'abantu. baada ya kuwafundisha maneno Mungu kuishi ya kuwaambia sisi wapasavyo kuishi maisha ya Kristo na ya utakatifu. Alafu vile wakiwao alafu kanda akaweka tuko na watu shirao tana ndio ya watu sio katika kitabu cha Waraka Petro aya ya kwanza sura ya pili usome kitabu cha Kauli Petro na Kauli kwa anawaambia nini nuru ni chungu cha uso. Yote tuende Mungu, lakini chumvi haiko Mungu. Hata ikiwekwa ndani ya chakula ipolee na imeharibika, kitu gani kitaitengeneza upya? Na hapo Mungu kwa Mungu anataka kutukomboa. Ni kitu tuma kuba kipige. Chumvi kiharibika. Mungu unaonekana. Kwa sababu Yesu aliweka waonyesha wale waliokuwa nao mlimani. Akaitwa Yesu ya tambe baba anaika mshikaji mzuri. Hivi nyumbani chumvi mchanga ilikichonganisha na watu wa nyumbani. Leo pia mseni wa Mungu waletea jina la Mungu. Kuipa chakula kwa sababu. Bana Mungu kwa kumamuse. Umwete ikungu kwa mseni. Mzee wako na msumbua nitakupigia kwenye. Ninaona wakati mtamwambia na mdoye katika mite yeye kupiga chakula mchana. Kama ningeje kuitie kama mzee. Lakini mchumi nyeupe alikuwa mwae. Ilikuwa utafiti mkubwa wajue hiyo mchana ni kwa wapi. Sasa kwa kuonekane tusomee ya mimi mtenda. Sasa ndio shahidi adabu. Ndio ndio kama hata walikuta chumvi chapati za Mungu akatende hayo chumvi kwa karibu kilo au kama ni karibu kilo ndio kwa kujuja kwenye maji au shamba hawakujuja au shamba kwa wingi kwa sio hata kidogo mzee kwa chumvi kwa Mungu lakini kama ya haribika alikuwa Mungu wataka ya shima hapa ilitolea kwenye chakula nao mtokea wingi na haribu alikuwa Mungu na haribu maisha uko na sisi Yesu akamwambia Yesu akasema baada ya kuona kiu ya haki na kiu ya njaa ya haki alikuja mbele ya Petro
Kuishi ukiwa Mkristo, lakini maisha yako yameharibika, yamejawa na anasa za ulimwengu. Umuntu
akatupeleka kwa watu waliotekwa nyara na Roho akitufanya kuwa harusi ya Mungu. Kanisa ambalo ni Mungu ya kupendeza Mungu. Usomaji wa Waefeso 2:9 maana ya watakatifu wanafanya gani duniani? Ni taarifa iliyotuliwa kabila teule ya Mungu iliyochaguliwa kutoka milioni ya kabila mengine. Pamoja na hayo, umepata neema ya kuwa wafalme na makuhani. Sitakwambia maana ya kuhani na maana ya mfalme. Kazi ya ukuhani ni mtu anayesimama kati ya watu na Mungu. Anakuwa kufanya kosa, anaweza kufanya dhabihu ya kuombea rehema. Sheria na utaratibu wa jinsi wapasavyo watu kutembea mbele za Mungu. Kila jambo la mfalme ni sheria. Na kama sheria hauwezi kuibuka. Ili tuwe takatifu, ili tuwe kuhani falme katika ngozi wake. Watu tuwafundishe Mungu na watu tuwaambie sheria ya jinsi ambavyo watu wa Mungu wanatembea pamoja. Watu waliowekwa ili waadili Mungu hawezi kuchangia. Wewe ni nani? Mungu ndiye anakuagiza. Mungu ndiye anakuagiza mikono yako. Yeye anakuagiza kinywa chako. Na hawezi kuruhusu shetani. Amen. Amen. Ambie jirani yako hivi walio miliki ya Mungu. Wanapotembea miliki. Wanapoomba miliki. Wanaposoma miliki. Wanaposhuhudia wanapoomba miliki. Aliweka kanisa limewekwa
alipoitwa na Mungu akapata uhakika wa wito wake. Na wewe bado uhakika wa wokovu wako. Lakini kwamba si za Mungu wa milele, Mungu wa mbinguni zitangazwe kwa sababu ya wewe. Haleluya. Nasema sisi na tunaweza kuwasha taa hatimaye akaifunika ili waangazie waliobaki nyuma, waliokuwa walitoe haleluya. Ni mji uliojengwa juu ya mlima. No, kuna kitu kilichotokea. Kuna sababu iliyofanya kuwashinda.
data arashimarizwa n'Imana cyane kandi ukarayigisha ababyeyi Amen. Matunda yako, maisha yako yanakudhihirisha kwamba kuwa Mungu hakuwashika. Hapo hakuna shida, hakuna tatizo, mambo yote yako waziwazi. Kuna mtu anayeishia hembe kwa mimba kwa awe Ukristo mwema anazameka Umukristo mwiza yafaidika uchumi ni umungu ni nuru ni muco ni tawo ni chai. Yesu ni mzabibu, Yesu mzalifu na sisi waamini tuko mahali hapa. Nasi alitetea tunashaki. Na kinachoonyesha upande wa mtu ni tunda kwenye paa. Nasi tega na mbegu ni kama ishani. Na Mkristo mbaya anatabia mbaya. Kati Mkristo mmoja alitetea Mkristo aliyeokoka huwezi kusikia maneno au matendo kutoka kinywa chake mabaya. Mkristo aliyejipenza usawa kubwa na jambo nani akuye mtaratibu anaweza kufanya hata kikushauri anakushauri kidogo. Nao wao Mkristo wanamjua kinyume na mstari anaopitia, hiyo ndio matunda yako. Huyo ndiye yeye. Bwana anamtaka kijana hivyo akupeleka mchana ndio kando yeye hadi shaka kama hivi chose na hizo kiashika ikatolewa ndio kuzoea kuweza kuweza sikani sio kuisha na kuishi hata huko ndio kuishi kwa. Haleluya. Yesu kwa bayana kwa tofauti kati ya umati wa Yesu na Yesu. Yesu katika kando anaja anapeleka kwa Yesu. Sio maombi ya siku hii kama ndio wakati sio maombi ya siku na sio ibada ya siku mwisho, sio ibada ya Jumapili. Tunaweza kuingia huko watu wa kuomba na tukatoka kwa Yesu anasema
mtu ulipotazamia akashindwa kuwa chungu. Ukisema watu wanamii, ukisema watu wanamishwa na mambo yako, ni nyumba yako mpya utakiwa haueleweki. Lakini leo Mungu anatupa wakati uliosema isichostahili au kaishi isichostahili wakati uliopita Mungu wakukua auwewekwa kwa sababu wao uliwekwa kwa sababu kutoka kanisani kwa sababu uwe chumvi, uwe nuru, uwe kielelezo, uwe na moyo uliojaa huzuni, mtima mwingine wala huzuni ya kuambia watu habari za ufalme na habari za watu kutukuza. Umutima uze wabaro wo kugira abantu n'ubwami n'ijuru tagakiza. Amuragaji wema ya asubuhi hii itakuwa ujia mbele. Umutima akakukoroga kugaka kumanya tena udande. Ndio kwa kwamba iweza kwa wakati fulani. Umejina na kusideku ngani aufanye kazi yake kwa wakati huu. Anakufanya kukarishiyo mingi. Kama upo kama uishi. Wamika Mungu ni mwaminifu. Mungu anakupenda. Asante Mungu akubariki. Kanisa la takatifu. Hawa Wakristo tumewekwa kwa sababu ishara ya kanisa la Yesu sio nyumba za Waislamu. Ishara ya kanisa la Yesu sio waimbaji na wahubiri. Watu na ambao ni chungu na ambao ni nuru. Haleluya. Tunapokuwa kuna siku nyingi zilizoharibika kwako, lakini leo Bwana anakuambia nataka kuingia moyo mpya wa kuifanya kazi yako. Alimizi jinsi vile zako wanakai alikuwa labda na Mungu anasema kwa wewe. Kuna ile hapa hii mbingu hiyo ikitaka kujipima mbingu ya Mungu. Aikikulisima na watakao kuingia Mungu atawaha. Ndio kulisha kumana wapi? Karibu. Karibu. Kwa hata unajua wapi ni rahisi ndugu zangu ndio kututii. Bila kulolote pia ni jambo kumwambia ukiangalia miaka ndio inaweza kabisa. Basi na mambo usije. Unasikia aibu hata kama maisha yako sio matakatifu. Unasikia aibu ndio. Movement system tukuka huli mzee Mungu awabariki. Hakuna muujiza ambao Mungu atafanya kuliko akili zako. Na sasa tunachokwenda kinywaji kujenga. Wewe ni mwamuzi wa maisha utakayoishi. Wewe unamuita kwa kumtoa. Wachana na hayo. Ukali na uwajane na haki yako. Anapiga mtu. Mungu atushukuru kwa ajili ya kwa ukweli. Watumishi wa Mungu wawe muulize basi tunamtaka kwa hapa katika kupokea Yesu kwa maana ni katika kusishi kwa kazi kama Yesu ni wao wanataka kusikiliza maisha ni wale wanaokusikiliza karibu na hapo hebu wewe kama yako kujua na leo shakushia ambapo yawe hii dunia inachokesha. Hii yarudishe itakunyonya na baadaye itakuvunia heshima na baadaye itakutupa kama mtu asiyefaa na asiyefaa. Hizo kunoza
hanyuma ukure kw'icyubahiro cyayo agipika kwa pale utatembea duniani hakutasiyefa uzogenda mwisi ukagira lakini leo ariko ugomba kubishirisha ubarima akavuga uwe chungu uwe chungu uwe nuru utoe tuba kwa Baba katika jina la Yesu tukombolea kipeleka watu wako ndio hapa wewe unajua moyo kila mmoja wewe unaona au unajua waliofanya waliosema walioishi lazima kuzee kitu wako ndio lako katika kitabu cha Isaya umetoa wito kwa watu wako na ndio maana hawa wamekuja nasema njooni kusemezana uliahidi ukasema wale wanaotukuza mizani hata siku wenye kama damu utawasamehe au utakasa siwe nyeupe kama theluji lao wote ni wako warehemu wasamehe katika jina la Yesu hata kwa giza waweze kwa Mungu mahali ambapo walikuwa chumvi iliyoharibika hiyo chumvi iondoke wewe chumvi halisi ambayo itafanya jina lako wajengee maisha mapya wajengee tabia mpya wajengee mwenendo mpya wale walioona njaa wakiona leo na kesho washangaa washuhudie kwako hawa watu walikutana na Yesu. Asante kwa usamehe, asante kwa kutakasa, asante kwa upendo. Neema yako Bwana iliyowezesha Paulo kuwawezesha na hao kuishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Naomba katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Kanisa ambao kwa Kristo wa Kristo hayo watu katika dunia hii atutembee tu kama watu sisi ni kitu kwa kupendeza haipokelewi tunataka kuweka duniani kwa sababu ukimwongeo dita ukisifa zake ukia mawasiliano ya mtu kwa kielezo ya kitu wanataka kuona Mungu wa kufikia na kuona maana sisi tuonyeshe Kristo na kudai Kristo na kwa sababu wewe ni Mungu ajike kwa jina la Yesu. Haleluya. 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 Haleluya.
hamwe n'iwacu Yesu Kristo. Izina ryawe ubwiza bwiza. Urakoze uri hano kandi wumvise ko hari abantu barwaye, bamwe bari kwa muganga bagiye ko bakirwa ngo bavurwe, abandi bari mu bitaro, abandi baje nuko bashaka kwa muganga barwariye muhira, abandi bari hano baguhanze amaso gufata ahandi gutabaza kwabo ko bateretse wewe. None mwami abo bose tubashyize mu biganza byawe. Mukiza mwiza ubahagurutse ubakorera ukuboko kwawe kw'iburyo, ubagirire neza mu izina rya Yesu Kristo, kuko aho bari ku musego ntibashobora kugusenga ngo bagushime kuko barababaye bafite intege, bamwe ngo bariko bariganyira babona ko badashobora gukira, ariko mwami mukiza mwiza turakwinjize kubakoreko ubagirire neza. Ikiganza cyawe kibakize mu izina rya Yesu. Abari hano, abari muhira, abari kwa muganga, n'abari aho tutashoboye kumenya, bose mubakoreko mu izina rya Yesu Kristo. Ikiganza cyawe kigira neza kibagirire neza. Indwara z'ubugariro bwose turazi ko zikumvira nizikire mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bawe bakire gukira kuva mu biganza byawe. Urakoze nawe w'ubwiza, turagushima kuri intsinzi y'abera, turagushima ko wavuze ngo bimuze mwese abaruhura abaremerewe, natwe tuzabaruhura imitwaro yanyu. Ruhura abarwayi bari hano, ruhura abarwayi bari kwa muganga, ruhura abarwayi bari mu mihana yabo. Ikiganza cyawe kibagirire neza. Urakoze turagushimiye ko wakijije, habwa icyubahiro n'amashimwe kuri intsinzi yacu. None mwami twari hano kuva mu gatondo, twariko turumva ijambo ryawe, twariko turumva icyo tugombako. None aya masaha tugiye gusubira mu mihana yacu. Mwami turakwinginze ujane n'umwe wese aho agiye kuja mu izina rya Yesu Kristo, cyane cyane bary'abashitsi bagiye kugenda. Mwami urajana nabo ubazigame mu nzira, ubashikana baje